Mpenzi mtazamaji, kaka Bahati mie leo hasa nipo katika shule ya kitaifa ya Nyambalia School, na unapoona kwamba hii ni shule ambayo siku zote unapotaja jina Nyambalia katika taifa la Kenya hakuna mtu asiyejua, kwa sababu hawa ni miamba kabisa ikija katika masuala ya elimu. Na huu ni mwaka 2024 na tumesalia na siku chache tu kabla ya kufanya ule mtihani. Na sasa walio karibu na mimi ni watahiniwa watatu, na nimetaka kujua tu ni vipi ambavyo pengine wana mchecheto, wamejiandaa vipi, hali yao ikoje kabla hasa ule mtihani. Na hivyo basi bwana, bila kupoteza muda, naomba mwanzo tufanye kuwajua nyinyi ni kina nani. Kaka, wanakuita nani? Kwa majina ni Mike Melo. Mike Melo. Mwanafunzi wa kidato cha 4 mtahiniwa, sio? No. Aha, Mike. Na kaka, wanakuita nani wewe? Majina ni Samuel Geoffrey. Samuel Geoffrey. Kwa hivyo kuna Mike na kuna Samuel. Kisha kaka, na wewe wanakuita nani? My name is Bivon Batasi. Yeye anapenda sana Kiingereza. Sorry bwana. Sasa mimi kaka Bahati, mwanzo nasema kwamba nashukuru sana kwamba tena tumefanya kutagusana. Najua nimekuja hapa mlipokuwa kidato cha 2, nimekuja hapa mlipokuwa kidato cha 3, na sasa tena nimerejea mkiwa kidato cha 4. Na leo nataka tukujua, wajua jamaa bwana, jina Nyambalia likitajwa kule nje hakuna mtu asiyejua, kila shule zinaogopa sana, wanajua nyinyi ni miamba. Na pia nikiangalia malengo yenu ya mwaka huu, target ambayo mna target ni 10.96. Sasa tuanze hapa bwana. Samuel, mbona hapa 10.96? Mikakati gani ambayo mmeweka ili kuhakikisha kwamba kama watahiniwa shule hii, ninaambiwa kwamba mwaka huu watahiniwa mkoa ngapi? Tuko 709. 709. Mpenzi mtazamaji, watahiniwa wote 709. Sasa tukija hapa hii 10.96, vipi mnapanga vipi kuipata? At the beginning of the year, everybody is told to write what he's targeting, and Ina kamera pengine soka tu karibu. Naam. At the beginning of the year, everybody is told to give his target, it's compiled in the summation found, and then the mean comes there. They'll have the 10.96. Jamani, mpenzi mtazamaji, amezungumza katika Kiingereza huyu bwana, na mimi nilichokipata ni kwamba haya malengo yametokana na malengo ya kila mwanafunzi binafsi, sio? Kutokana na yale malengo ya kila mwanafunzi binafsi ndio wakaja kufikia hapa. Basi mimi sitaki kusema kitu bwana. Sasa Mike, wewe unahisije bwana? Umekuwa katika hii shule miaka 4. Unahisije kwamba unakaribia kufanya mtihani wa KCSE? Ni ruhusu niongee katika lugha ya Kimombo. Hamna tatizo bwana. What I want to say is that spending my 4 years. Pengine ukiangalia kamera na mpiga kamera asonge tu karibu na wewe. Spending my 4 years in this school, I've come to know a lot of people, and due to the support that I've received from the teachers, the pupils, and the administration as a large, I feel more confident than ever in order to deal with this spending issue of the KCSE. I know right now there's a requiem along the school in which they think that we are not able, but this is the year that we prove to them that Nyambalia holds the geniuses of Kenya, and we are the future of tomorrow. Mpenzi mtazamaji, Kiingereza kile kimekolea zaidi, lakini na mimi pia si mchache. Kile anachosema ni kwamba jamani, nyinyi wa Mbeya kuhusu Nyambalia, subirini muone matokeo. Sitaki kuongeza wala kupunguza. Naam kaka, nikumbushe tena jina. My name is Bivon Batasi. Bivon Matasi. Yeah. Naam kaka Bivon. Sasa wewe kaka Bivon, wewe unafikiria kwamba shule hii ya Nyambalia mwanzo umejiandaa vipi kukabiliana na mtihani? First and foremost, Sauti yako iko chini, pengine upaze kidogo, na mpiga kamera pia anaweza akajiongea karibu na wewe. first and foremost, preparation to achieve our goals start from the beginning of the race. Actually, we started the race when we were one. We were sure that being in this school, it's about achieving your goals and going for them. So, even though it has not been a very easy journey for the Form 4s mostly, we can say there have been a lot of challenges, a lot of being told that you have to defend your title, being told that you have to achieve this. So as a school, we started with, we had a meeting with our chief principal, and he told us that as an individual, you sit down and enroll yourself and come up with a target that you want to achieve. And from there, teachers were allocated to
particular 5 students, and then you are guided on how you are going to achieve. In every day, okay, you can say like at the end of a week, you are to meet with our parent teachers. So those teachers, they were named parent teachers to those students that you are allocated. So at the end of each week, every week, we were to meet, we were to discuss our week areas, and then if maybe the teacher you have been allocated to is an English teacher, that was an advantage actually. He was to print for you papers, revision materials, and then he avails them. So that has helped us most. And then not forgetting the chief principal is always at our call actually. We have had several meetings, he has comforted us. Actually, I think of all the weekends we have spent in this school, we have not missed to have let me say a person who guides us from everywhere. So that has motivated us actually. Jamani, mpenzi mtazamaji, unasikia kwamba kaka Bivol yeye anachosema ni kwamba hasa ule ufanisi wake baada ya miaka 4 katika hii shule, anaweza akasema kwamba umechangiwa na mikakati ambayo usimamizi wa shule umeweka, na pia amemsifia sana mwalimu mkuu wake. Mwalimu mkuu wako anaitwa nani? Charles Onyari. Chief Principal Charles Onyari. Kwa hivyo amefanya kazi nzuri katika shule hii. He has supported us a lot. Yeah, like I can say, if I had an opportunity to tell that man how I feel about the support he has given, most, like I can say, since we started this journey of Form 4, there has been no indiscipline case. Like you can say, even that a little one, there's nothing like a principal sent you out of school. He calls you as an individual, then he guides you. Yeah. So what you actually saying, allow me also switch to the language that you understand most. What you are actually telling me is that the chief principal, Bwana Charles Onyari, has been like a dad to all the Form 4 students. Yeah. And mpenzi mtazamaji, kumbuka tu kwamba wanafunzi wote watahiniwa kidato cha 4 ni 709. Na kwa hivyo huyu mwanafunzi mtahiniwa Bivol anasema kwamba Nyambaria School, mwalimu wao mkuu ambaye ni Charles Onyari amekuwa ni kama baba yao, na hapajatokea hata kuwa na utovu wa nidhamu miongoni mwa hao watahiniwa 709, kwamba panapotokea jambo anafanya kuita mwanafunzi mmoja mmoja na kusema naye kama mzazi. Na nafikiria kwamba una uwezo wa kurudi baadaye kumhongera sana mwalimu wako mkuu na kusema naye ili ajihisi vizuri na aone kwamba alichangia pakubwa. Asante sana kwa mchango wako. Na kaka Samuel, what would you tell the candidates sitting for KCSE exams this year, starting with Nyambaria boys and then moving out to all the Kenyans like candidates? What I'd say is that we don't need to be afraid. First of all, we have to know we are a Kenyan, and the Kenyan needs a strong heart, and we can face anything. But what I'll tell you is that be ready. Nyambaria is ready. There's something I wanted to say that you can't force a cow to eat hay. But the teachers in this school have mastered the art of attraction. You can put salt to that hay, it can become dusty, you can drink the water. So what Batasi, my friend here, was saying is that the school has found another strategy in that we have our own parents at school. Our teachers are our parents. Every student is allocated with a parent teacher who talks and is free too. And that's why when people question how does Nyambaria achieve to maintain the last person having a B, this is a secret. These boys that you call low performing, you have to know what makes them perform low. That is something that the teachers in this school have mastered and have put it into practice. So for the other schools out there, I would like to encourage you, at the end of all, as you compete, you have to know that you are Kenyans and you have to build this Kenya. Sincerely speaking, for us the Africans, as for now we don't have good leaders. We are the people who are going to make leaders of tomorrow. I personally being the school captain. You're the school captain, eh? Yeah. I can see even your tie, eh? Yeah. Nyambaria, oh, wow. So formerly, when I was in high school, we used to call them head boy. Yeah. So you're the president of this school. Yeah. Nice. What I can say is that Nyambaria has shaped me a lot. First of all,
I'm the first captain to serve for a long term in this school. Second of all, I'm the first captain to enter into office earlier than the other captains. So this has given me the urge for more leadership to lead the people. So as for the other schools, what you can say for you is sorry because Nyambari is in the game. Thank you. Nyambari is in the game, mpenzi mtazamaji. Na bila kupoteza muda kwa sababu muda umekwenda kabisa, unapiga kisogo. Na pia sasa nataka Mike, sio? No. Mike, wewe ni nini utakachokumbuka kuhusu Nyambari? Umesalia na kama mwezi mmoja tu kisha utakuwa tayari unafanya kuifungia shule hii. Huenda utarejea sasa baadaye kuwapa motisha wenzako wale ambao wameacha kidato cha 3, cha 2. Na lakini ni nini ambacho hususan utakikumbuka kuhusu shule hii ya Nyambari kwa miaka 4 ambayo umekuwa hapa? Naam. Katika miaka 4 yenye nimekuwa huku, acha niwakumbushe, ninaweza kuwa gwiji katika lugha ya Kiingereza, lakini tusisahau Kiswahili. Kweli kabisa. Kiswahili Kitukuzwe. Kiswahili kitukuzwe na idara idumu. Naam. Ningesema ni shule hii imenijenga kama mtu. Kama mtu nimejua nidhamu na adabu ninahitaji. Piga kamera, songa tu karibu kwa sababu ya sauti kutoka kule. Naam. Kwa hii shule nimejua kuhusu nidhamu, nimejua kuhusu kuongea na watu, kujuana na watu, na nimekuja kujua hawa ndio watakaoongoza Kenya inayofuata. Hadi tukienda katika Uingereza, Ufaransa, hao ndio watakuwa wanatafutwa ili washughulikie nchi hizi. Mimi naongea kama mwanafunzi kawaida, sina cheo katika shule, lakini ningesema shule imenifanya nisikie kama mimi ndiye kiongozi. Wamenipa hiyo utalii na hiyo usomi wa kuweza kuwa kiongozi wa kuja. Sasa kile ningewaambia ni katika maisha yetu, Nyambari imenifunza mengi. Chakula ni tamu. Chakula ni kitamu. Chakula ni kitamu. Wafanya piga kamera, tutemesha ile kamera. Chakula ni kitamu. Naam. Wanafunzi ni wazuri. Wanafunzi wazuri. Kila kitu iko poa. Kwa hivyo jamani, wewe itakuchukua muda sana kukubali kwamba umetoka shule ya Nyambari hasa kule nyumbani, kwenda ikawa utajisahau baadaye sare urejee hapa. Lakini ni vizuri kwamba una mambo mazuri kabisa kuzungumzia kuhusu Nyambari, na kwamba Nyambari imekufanya ulikuja hapa ukiwa mtoto kinda, hujui mambo mengi, lakini baada ya miaka 4 umekuwa ni mtu tofauti, sio? Naam bwana, nafikiri kutokana na hili basi moja kwa moja tunawaambia nini wanafunzi watahiniwa wenzetu hapa na nje kwamba kila la heri, sio? Kwa hivyo mimi na kaka Bahati pamoja na hasa watahiniwa wa Nyambari ambao tu ni asilimia kidogo kabisa wanawakilisha wanafunzi wangapi? 709 watahiniwa shule hii. Wote wanawatakia wanafunzi wote katika taifa la Kenya kila laheri katika mtihani wa KCSE, sio? Alafu Nyambari tunaweza hatuwezi? Tunalenga nini? Sote hapa 10.96 tunaweza, sio? Tunaweza. Hongereni sana bwana na kila laheri. Kazi nzuri mmefanya, na pia nawatakia kila laheri mnapofanya mtihani. Waswahili wanasema kwamba mwanzo wa safari wakati mwingine haujalishi, kinachojalisha zaidi ni namna safari inavyoisha. Kwa hivyo mimi nawaombeeni heri, hii safari uimalize vizuri, ili siku zenu za baadaye nazo pia ziwe zimejaa faraja na pia ufanisi mkubwa kabisa. Nimefurahi sana kufanya haya mahojiano na nyinyi. Kila laheri bwana. Asanteni. Kamera mnatuambia je rekodi.